yangu. Kama fulani anavyosema na mimi pia nasema. Kama mtu mwingine anavyosema na mimi pia nasema. Isaya aliandika andiko moja ambalo malaika kule mbinguni walikuwa naita, wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na nikajaribu kulifuatilia ile andiko, nasema kwa nini walikuwa nasema hivi? Kumbe Mungu aliwakusanya kama alivyotukusanya sisi, si ndio? Yaani wewe unajua umetoka nyumbani kwa ajili yako, lakini naweza kuambia kwamba ni Mungu amekukusanya. Wewe ni Mungu amekukusanya, wewe ni Mungu amekukusanya. Kwa hiyo wakusanya kaanza kuonyesha mambo yanayokuja kwenye maisha yao. Na kila mtu anavyoonyeshwa anaona kitu cha kwake kinachomhusu yeye, na kila kitu kilikuwa kinashangaza. Basi kila malaika aliyekuwa anaona alikuwa anadhani yeye anaonyeshwa kitu cha maana kuliko watu wengine, na kumbe kila malaika alikuwa anaona kitu cha maana kuliko watu wengine. Kama hapa tulivyo, kila mtu anadhani kwamba Mungu anamfanyia kitu kikubwa kuliko watu wengine, na kila mtu ndo anadhani hivyo hivyo. Basi malaika mmoja alitaka kumwambia malaika aliyesimama kule kwamba jamani, nataka niwaambie niliyoona kuhusu mimi, kama vile Yohana alivyoona kule kisiwa cha Patmo. Malaika mwingine anasema na mimi nimeona. Kwa hiyo wakawafunga ndimi, wakaanza kusema tu mtakatifu, mtakatifu, wakaanza kutukuza jina la Bwana. Lakini walikuwa wanasema vile kwa sababu ya mambo walikuwa wanaonyeshwa. Nataka nifikirie niseme, ikiwa kama siku moja Mungu angetufunua namna anavyotazama kule mbinguni, sisi ni akina nani na tupoje na tutekewa tuoje, na kwa kiasi gani tumechelewa. Na kuna wengine kwa bahati mbaya au nzuri ameshafariki tayari. Wewe bahati nzuri bado hujafariki, unaonekana kama umechelewa, lakini Mungu anasema bado hujachelewa, kwa sababu kila wakati kwa Mungu ni sasa hivi. Wengine waliokufa wangetamani wafufuke waje wafanye baadhi ya shughuli ambao wangeshindwa kufanya, ambao zingempa Mungu utukufu mkubwa. Lakini sasa sisi bado tupo. Mimi bado nipo, wewe bado upo. Hata kama ni kesho kutwa, siku hizi bado tunaweza kumfanyia mtu kitu kikubwa Mungu na kikamletea utukufu. Amen. Tufungue tena kitabu cha Waebrania. Waebrania 12 mstari wa 11. Waebrania 12 mstari wa 11. Naenda kusoma kama ilivyoandikwa. Anasema kila adhabu wakati wake huonekana kuwa ni kitu, kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea watu hao waliozoezwa nayo matunda ya haki na yenye amani. Kila adhabu inapotokea, yani kinapokuwa kwenye uchungu, wakati huo haonekani kama ni kitu kizuri, na hakuna mtu ambaye angependa kukaa kwenye uchungu, na hakuna mtu ambaye angependa kukaa kwenye mateso. Lakini nasema kwa watu hao waliozoea kupita kwenye haya mateso, wakizoea wakayapokea na wakaona haya si mateso, bali tumekuja kama tuko jeshini kuchukua mafunzo ili tusaidie kupigana vita baadaye, hayo mambo yatawaletea matunda na utukufu mkubwa kwenye maisha yao. Kama ambavyo anasema Mungu anasema ametuandaa sisi kwamba ametupa silaha za kupigana vita. Ametupa neno la Mungu ni kama silaha. Ametupa chepeo ya wokovu ni silaha. Ametupa ngao ya imani ni silaha. Silaha zote ambazo tumepewa, hakuna silaha ya kurudi nyuma, si ndio? Silaha zote ni za kukusaidia kwenda mbele. Katika hayo magumu umepewa silaha za kwenda mbele, kwa sababu najua lazima uende mbele, lazima uende na safari. Sasa hayo mambo yote ambayo umepitia, ambayo inaonekana kama adhabu kwenye maisha yako, ndio yanapokuja kumletea Mungu utukufu siku za baadaye. Nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu mchana wa leo, nikasema mimi nisingekuwa kama na mke, nisingekuwa kama na watoto, ningekuwa nakaa kanisani
muda mwingi. Hata usiku ningekuwa wakati fulani nalala, mahali madam pakula hapo ningekuwa nalala. Sasa wakati fulani kwa sababu ya majukumu, una watoto ambayo inapiga asubuhi msindikize shule, mfanyaje, mnashindwa. Lakini kwa mtu ambaye una nani, kukaa kanisani, na wakati fulani unaweza kukaa hapo kukosa chakula. Lakini hiyo ndio inaweza kuwa silaha yako ya kufanikiwa siku za usoni, za baadaye. Kukosa chakula, kuishi maisha duni, ukikaa vizuri, hiyo ndio inaweza kuwa silaha ya mafanikio yako ya siku za usoni. Ikiwa utaacha kulaumu watu, ikiwa utaacha kumnung'unia Mungu, ikiwa utaacha kujilaumu wewe mwenyewe. Uamini kwamba hiki kilichotokea ilikuwa ni wakati wake, lakini sasa naweza kuwa na mwanzo mpya, kwa sababu Mungu ana mwanzo mpya kwa kila mtu. Ana mwanzo mpya kwa kila mtu, si ndio? Atusome mstari wa 12 uone kitu kingine pale. Tulisoma 11, tusome 12. Anasema kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopoza. 13, mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka. Anasema mfanyieni. 12 anasema kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea. Mikono imelegea, kama vile anataka kusema kwa hiyo kama mmekata tamaa, jitie nguvu katika Bwana. Jitie nguvu katika Bwana, ujue kwamba kuna baadaye ya maisha yangu. Hata ingawa wewe ni binti, ujue kuna siku utakuwa mzee, na utakapokuwa mzee itabidi uvune zile mbegu ulizokuwa unapanda sasa. Daudi aliandika akasema, nilikuwa kijana, hata sasa mimi ni mzee, na sijaona mwenye haki wa Mungu ameachwa. Na nikawaza hayo yote utupata sisi, tulikuwa ni vijana wadogo juzi, lakini sasa tunaanza kuwa wazee kama mimi. Mimi juzi nilikuwa kijana tu mdogo. Lakini sasa hivi kila ninapopita nashangaa watu wanasalimia shikamoo. Nikawa najiuliza, na maana mimi nimekuwa mkubwa sana, mbona kama nafanana na wao? Nikajaribu nianze kuuliza, wewe umezaliwa mwaka gani? 2000. Nikasema kumbe mimi kweli nimeshaanza kuwa mzee. Kama watu waliozaliwa 2000 naanza kujilinganisha, na maana mimi nimeshaanza kuwa mzee. Na wao wananiona mimi mkubwa, lakini mimi sijioni kama nimeanza kuwa mkubwa. Lakini ndio tunavyojiona. Mtu wa miaka 60 anaona bado, lakini mtaani naona mambo yanabadilika. Naanza kusema hao wananionaje? Na maana mimi nimekuwa mkubwa sana, lakini ndio uhalisia. Amen? Ndio uhalisia. Na tumalize na andiko la mwisho. Mimi nataka mnisomee nyinyi. Natoka katika kitabu cha Isaya. Isaya 61 mstari wa 7 na wa 8. Maandiko haya yalinibariki. Nilipokuwa napita katika magumu, yalifanyika dawa kwangu. Unajua neno la Mungu ni dawa. Yaani hapa ninapozungumza kuna watu wanapokea uponyaji. Kuna watu wanatiwa nguvu. Kuna watu linawasaidia wanainuka mahali walipokuwa wameanguka. Ninapoongea sasa hivi kuna mapepo yanaondoka kwenye miili ya watu. Ninapoongea sasa hivi kuna magonjwa yanaachia watu. Kwa hiyo nilipokuwa napita katika mambo magumu, nilikuwa nalitumia hili andiko nalisoma, na wakati fulani nalazimika kulibandika mahali kwamba hata kama nimechoka kiasi gani siwezi kushindwa kutazama pale kwenye ukuta, nitalisoma. Andiko kutokea kitabu cha Isaya 61 mstari wa 7 na wa 8. Aliyepata naomba nisomee. Umepata? Naomba soma. Badala ya kuongea wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu. Furaha yao itakuwa ya milele. Maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki, nauchukia wivu na uovu. Nami nitawalipa malipo katika kweli, nitaagana nao agano la milele. Anasema badala ya aibu yao
watapata maradufu, si ndio? Badala ya aibu yako utapata maradufu na utaifurahia sehemu yako. Na huku mbele ukisoma nasema watu watatoka mataifa mbalimbali watakuja kulima mashamba yako, watatoka maeneo mbalimbali watakuja kufanyia kazi. Ni kama vile nasema watu watatoka mahali watafanya kazi, watakuzalishia, utapata uchumi ukiwa umelala. Najua hata wakati fulani tunahangaika kutafuta hela, ni kwa sababu tupo kwenye misingi ya chini, lakini kabla Mungu anavyotuinua anakutoa wewe kwenye kutafuta hela, anakupa wasaidizi wa kutafuta hela, zinaingia hata kama uko nyumbani. Na mtu huwezi kuwa tajiri mkubwa kama huwezi kuingiza hela kama uko nyumbani. Yaani unaokuwa matajiri wakubwa hata kama anavyosimama hapa hela zinaingia, si ndio? Ulivyokaa hapo hela zinaingia. Umekaa hivi unauliza tu baadaye, vipi wameleta marejesho kiasi gani umfanye hivi? Hao ndo wanaokuwa matajiri wakubwa, lakini wote walianzaga kufanya kazi wenyewe. Na uwezi kuwatafuta watu wa kusaidia kazi kama hujapanuka, si ndio? Ukiwatafuta mwanzoni unafilisika hata wewe, lakini mwanzoni unafanya mwenyewe. Ila siku za baadaye kutokana na Isaya ukipanuka unaongeza watenda kazi. Hata usipokuwepo kwenye ile shughuli bado inaweza kuendelea. Hata usipokuwepo duniani bado familia inaweza kuishi. Watoto wanaweza kwenda shule kwa sababu ushajenga misingi ya kuwalinda hata kama wewe haupo. Ukifa haufi na uchumi, unakufa wewe, uchumi unabaki. Ukikufa watu hawalii mpaka wakazimia. Wanalia tu kwa sababu hata kuona tena, lakini unajua hata kama amekufa kila kitu kitaendelea. Amen. Naomba tusimame. Leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya maombi. Nataka tuombe kama vile hatutaomba tena. Yaani kama vile Yesu anakuja sasa hivi anakuja kutuchukua, si ndio? Uombe kwa kumaanisha kutoka moyoni. Naposema hapa ni sehemu ya maombi pia. Uombe kwa kumaanisha kutoka moyoni. Hata kama uko nyumbani ulikuwa unakuja, unajua nikatembea kidogo, futa hilo wazo. Futa hilo wazo. Hana wakati wengine walikuwa wanaenda hapo nje wanakunywa chai. Yeye alikuwa anajua kwamba ndani ya hema bado Bwana hajaondoka, yupo. Kwani Eli na yeye yuko kunywa chai, yeye anajua ndani ya hema kwani bado Mungu bado yupo. Akasema hata kama wengine wametoka, hata kama mimi nimeenda mwenyewe, sijawahi kujibiwa miaka yote nikiombea na watu, lakini leo nitaenda mle. Mahali pale pale ambapo sijasikilizwa miaka yote, leo naenda kusikilizwa, si ndio? Naongea maneno haya, najua wote kuna mahali tunapitia kama mimi ninavyopitia. Haya maombi yanaenda kutubadilisha, yanaenda kutuletea matumaini mapya, yataenda kutufungulia mlango. Na nitawakilisha mwanzoni alafu kisha tutaomba. Sema Bwana Yesu. Kwa sauti, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuita mara 3 kwa kuwa ulikaa huko kaburini siku 3 na ulipotoka ulitoka ukiwa mwenye nguvu. Ulitoka ukiwa mwenye nguvu. Ulitoka ukiwa mwenye nguvu. Ukiwa mwenye mamlaka, ukiwa mkombozi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wewe ni yule jana, hata leo na hata milele. Unaokoa, unabariki, unaponya, unabadilisha maisha ya watu. Naomba Bwana, niko hapa, ubadilishe maisha yangu, ubadilishe hatima yangu, ubadilishe hatima za watoto wangu na watu wote walio katika hema ya kwangu. Uwabadilishe, uwabadilishe, utupe mwanzo mpya, utupe mwanzo mpya kutokea sasa. Ile miujiza na maajabu uliyoyafanya Kapernaum, Nazareti na Yerusalemu yote, naomba kaifanye, naomba kaifanye katika maisha yangu. Ukanifungulie milango iliyofungwa, milango iliyofungwa, njia zilizofungwa, njia zilizofungwa, ukazifungue, ukazifungue. Kila silaha iliyofanyika
katika maisha yangu ukaiharibu na kuiteketeza. Wamenitokea kwa njia moja, lakini Bwana naomba watawanye kwa njia saba kwa damu ya Yesu. Simama sasa, anza kuomba. Omba Bwana akupe mwanzo mpya, akupe msingi mpya katika maisha yako. Tumia damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo iliyomwagika pale msalabani, damu yenye nguvu ya kutakasa, damu yenye nguvu ya kubariki, damu yenye nguvu ya kukomboa. Itumie damu, ina uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu, leo ni siku aliyofanya Bwana katika maisha yako. Uifurahie na kuifurahia kwa damu ya Yesu, uishangilie na kuifurahia kwa damu ya Yesu. Bwana anaenda kufanya jambo jipya, kufanya kitu kipya kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Omba sasa, nenda mbele za Bwana, Bwana simu kwa damu ya Yesu.